Jumuiya Zanzibar Autism Care and Support Organization wanapenda kujulisha umma kuhusu maadhimisho ya siku ya tawahudi duniani ambayo huadhimishwa kila mwaka tarehe 2 Aprili kwa lengo la kuongeza uelewa kwa jamii kuhusu hali ya tawahudi au usonji. Tawahudi ni hali ya ukuaji wa ubongo inayoathiri uwezo wa mtu katika mawasiliano, mahusiano ya kijamii pamoja na tabia. Watoto na watu wenye tawahudi wanaweza kuhitaji aina tofauti ya msaada kulingana na mahitaji yao binafsi. Hata hivyo, kwa uelewa sahihi, uwepo wa huduma stahiki na mazingira jumuishi yanawezesha watu wenye tawahudi kuishi maisha yenye tija, heshima kama watu wengine. Maadhimisho ya mwaka huu yanaongozwa na kauli mbiu isemayo Autism and Humanity, Every Life Has Value. Kwa maana ya tawahudi na ubinadamu, kila maisha yana thamani. Kauli mbiu hii inalenga kusisitiza umuhimu wa kutambua utu, heshima na thamani ya kila mtu mwenye tawahudi pamoja na kuhakikisha kuwa anapata haki sawa katika nyanja zote za maisha. Aidha, inahimiza jamii kuondokana na unyanyapaa na badala yake kujenga mazingira jumuishi yanayowawezesha watoto na watu wenye tawahudi kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya jamii. Kwa sasa kuna ongezeko kubwa la utambuzi wa watu wenye dalili za hii tawahudi hapa Zanzibar, jambo linaloonyesha umuhimu wa kuendelea kuelimisha jamii, kuimarisha huduma za afya na elimu, pamoja na kupunguza unyanyapaa unaowakumba watu na watu wenye tawahudi na familia zao. Katika kuadhimisha siku hii muhimu, Jumuiya ya ZACSO imeandaa kongamano la kuadhimisha siku ya tawahudi duniani litakalofanyika tarehe 8 Aprili mwaka 2026. Kongamano hili litawakutanisha wadau mbalimbali kutoka sekta ya afya, elimu, serikali, mashirika ya kiraia pamoja na jamii kwa ujumla. Lengo la kongamano hili ni kuongeza uelewa kwa jamii kuhusu hii tawahudi, kuhamasisha mtazamo chanya na jumuishaji kwa watoto na watu wenye tawahudi, kutoa jukwaa la kubadilishana uzoefu na kujadili changamoto katika sekta ya elimu, afya na jamii, kuunganisha wataalamu na wadau ili kushirikiana maarifa na mbinu bora za kuwasaidia watu wenye tawahudi, kuweka mikakati ya pamoja ya kuboresha huduma za afya, elimu jumuishi na msaada wa kijamii, kuweka mikakati ya pamoja katika kuboresha huduma za afya, elimu jumuishi na msaada wa kijamii, kuhamasisha ushirikiano katika serikali, sekta binafsi, mashirika yasiyo ya kiserikali na ya kijamii, kuhakikisha watu wenye tawahudi wanapata haki sawa katika elimu, afya na fursa za kijamii. Mwisho, tunatoa wito kwa jamii, wazazi, walezi, wataalamu na wadau wote kushiriki kikamilifu katika maadhimisho haya na kuunga mkono juhudi za kujenga jamii jumuishi inayotambua na kuheshimu haki za watu wenye tawahudi hapa visiwani. Kwa pamoja, tunaweza kujenga jamii inayokubali tofauti na kutoa fursa sawa kwa kila mtu. Pia kongamano letu litakuwa lina mjadala, yani kutakuwa kuna panel ya wataalamu mbalimbali wanaohusiana na utambuzi wa masuala haya ya tawahudi, lakini pia jinsi ya kumanage hii tawahudi. Lakini pia kutakuwa kuna wazazi ambao watatoa ushuhuda kwa jinsi changamoto wanazozipata katika malezi ya watoto wao ambao wana hii tawahudi. Changamoto ambazo wanakutana na watu wenye tawahudi ni kuna changamoto maeneo mbalimbali. Mfano upande wa elimu, bado kuna shule nyingi ambazo walimu wanakuwa hawana ule utaalamu wa kuweza kuwasaidia wale watoto wenye tawahudi wakiwa madarasani. Lakini pia kuna baadhi ya shule watoto kama hawa wanakuwa kwa sababu wanahitaji mwalimu awe karibu zaidi na mtoto. Unakuta darasa lina watoto wengi, kwa hiyo mwalimu hawezi kuconcentrate na mtoto mmoja kwa ajili ya kumsaidia kwa kipindi kile. Kwa hiyo inakuwa kidogo kuna changamoto kwake kuweza kupata elimu kama watu wengine. Lakini upande wa afya kuna changamoto ya utambuzi wa watu wenye tawahudi. Bado tuna wataalamu wachache sana. Wale ambao wamebobea hasa kwenye masuala ya autism bado wanaonekana ni wachache. Hali inayopelekea kwamba watu wengi wanakosa kutambuliwa mapema kwenye hii changamoto ya tawahudi. Lakini pia kuna baada ya kuitambua tawahudi kuna hizi hatua ambazo tunachukua kama kuwafanyia mazoezi tiba, tunaita therapy. Bado hakuna vituo vya serikali ambavyo vinatoa hii huduma therapy kwa watoto. Vipo vya private ambavyo ni vichache na vinakuwa vina gharama kubwa, hali inayopelekea watu wengi wenye kipato cha kati kushindwa kuwapa huduma hizo watoto wao. Mwa dalili za watu wenye tawahudi ni mtoto anakuwa anapenda kujitenga, anapenda kukaa peke yake,
lakini pia mtoto anakuwa hakuangalii usoni, anakuwa hana ile eye contact, hawezi kuangalia machoni manake. Lakini pia anakuwa anachelewa sana kuzungumza. Watoto wenye usonji wanachelewa kuzungumza, wengine hawazungumzi kabisa, lakini wengine wanakuwa wanazungumza lakini kwa shida sana. Wengine wanakuwa wanashindwa kuelezea hisia zao, na wengine wanashindwa kuelewa hisia za watu wengine. Mfano, unaweza kuwa kuna sehemu kuna huzuni, lakini mtoto akashindwa kuelewa kwamba labda maeneo haya hakutakiwi kuwe na fujo manake. Lakini changamoto nyingine ambayo anakuwa nayo, anakuwa hata ukimuita anashindwa labda kugeuka. Sio kama anakuwa hakusikii, lakini anakuwa ndo alivyo manake, anashindwa kugeuka akakuangalia. Hata hivyo kuna changamoto nyingine za kutokuwa na hofu. Anaweza kaa kuna kitu cha hatari, yeye ndo akakikabili moja kwa moja bila kuwa na hofu kama mtoto mwingine atakavyoact hiyo situation. Jingine kuhusiana na haya maadhimisho, kwa sisi ni mara ya kwanza kuadhimisha siku hii ya usonji duniani kama jumuiya. Hatujawahi kufanya kitu kama hichi hapo mwanzo. Kwa hiyo kwetu sisi ni mara ya kwanza. Na jingine kuhusiana na jitihada ambazo tumezifanya sisi kama jumuiya mpaka sasa, tunajaribu kufanya uelewa kwa jamii kuhusiana na hii tawahudi. Mfano upande wa elimu, changamoto ambazo zipo tunajaribu kupeleka elimu kwa hao walimu mbalimbali, kuwapa elimu jinsi gani wanaweza kuwasaidia hao watoto wakiwa madarasani. Lakini kwa upande wa afya tunajaribu kuunganisha wazazi na wataalamu wa afya kwa ajili ya kuwapa ushauri, mbinu na njia mbalimbali za kuweza kuwasaidia watoto wao ili waweze kujihudumia wenyewe wakiwa majumbani.